kuna watu waliouliwa, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kasimama akasema ile ni AI. Yaani ile mnaoona ile watu wamekufa video zile ni AI. Sasa ndugu yangu mtangazaji, kwa akili tu ya kawaida, nchi ambayo tayari imeshafikishwa katika hatua kama hiyo, alafu mtu anakuambia kuna AI, yani hilo sio tatizo, ni AI ndio imetengeneza hivyo. Unawezaje kuziamini jitihada ambazo zinataka kuchukuliwa sasa hivi, ikiwepo hiyo maridhiano, kwamba hizi jitihada zina nia ya dhati kutatua tatizo lililopo? Mimi binafsi nimeshiriki kugharamia misiba ya vijana mbalimbali waliokufa kwenye jimbo langu la Kivule. Misiba nimetoa shilingi 500,000 kwenye familia ambazo watu walikufa. Lakini mwanzo tunaambiwa waliokufa sio wa Tanzania. Sasa ni mpaka pale ambako tutakubaliana kama taifa kwamba tunalo tatizo, na tatizo ambalo ni kubwa zaidi sio vituo vya mafuta kuchomwa moto. Sio mabasi ya mwendokasi kuchomwa moto. Ni loss of human life. Upotevu wa maisha ya binadamu. Huo ndio utajiri, ndio hasara namba moja. Mtu akishakufa hatumpati tena. Mabasi ya mwendokasi tutanunua tu mengine. Vituo tutajenga. Lakini ili kuonyesha kwamba kuna tatizo kwenye nchi hii, Rais amekiri kwamba kilichotokea tarehe 29 kina economic implications. Tutakwenda kunyimwa misaada, kwa hiyo tujifunge mkanda. Tutakosa misaada tulizoea kuipata kwenye taasisi za kifedha za kimataifa, mabenki na vitu kama hivyo. Tunakwenda kukosa. Sasa kama jumuiya ya kimataifa inamulika Tanzania kilichotokea tarehe 29, kikatoa taswira kubwa namna hiyo kwamba hakuna kitu kingine Tanzania inastahili kupewa zaidi ya kuwekewa economic sanctions, vikwazo vya kiuchumi, unawezaje kusema hakuna tatizo limetokea? Kwa ukubwa huo kuna tunafungiwa misaada, nchi ambayo tumejigamba kwa kupewa misaada mingi sana, hasa katika awamu ya kwanza, ni kipindi cha kwanza cha awamu ya 6. Tumekopa sana, karibia zaidi ya trilioni 1.7 tumepata kama mikopo, tumeaminiwa. Halafu leo ghafla wale wote wadau wa maendeleo wanarudi nyuma, wanasema hawawezi kushirikiana na sisi kwa sababu tu ya tarehe 29. Ndio maana mtangazaji, nikasema Rais akiamua, na anaweza, mimi naamini anaweza, akiamua ile tatizo liishe, linaisha kesho kutwa asubuhi linaisha. Lakini katika kufanya huo uamuzi, lazima hatua anazokwenda kuzichukua ziwe na picha na taswira ya kijamii, ziwe shirikishi.